Ndugu wapenzi wa mpira wa miguu nchini Tanzania, ni muda sasa unakimbilia zaidi ya wiki 2 kwenda 3 kuhusu swala la dabi ya Kariakoo ambayo iliahirishwa Machi 8 mwaka huu. Mpaka kufika sasa ambapo serikali kupitia waziri mwenye dhamana ya michezo nchini Profesa Kabudi kuingilia kati na kuviita hivi vilabu viwili vikubwa hapa nchini Tanzania, bodi ya ligi na TFF, kuweza kuzungumzia kadhia hii na kuona namna gani itamalizika. Lakini kuna vitu vingi sana ambavyo kama muhariri wa wachambuzi huwa navipitia kwanza kabla sijaja hapa kutoa taarifa. Kuna vitu ambavyo haviwekwi wazi, na siku zote ukiona tatizo haliwekwi wazi basi ujue ni gumu kutatulika, na ni vigumu hata wadau wengine kuchangia mawazo na maoni yao katika kulisaidia soka letu liende mbele. Wanaweza kuchangia kutokana na usiri ambao unawekwa kwenye vyombo hivi vinavyohusika na michezo, ndio vinasababisha kuendeleza vurugu kutoka kwa wafuasi au wanachama wa timu hizi mbili pamoja na wadau wa mpira wa miguu nchini Tanzania. Sasa bodi ya ligi kupitia kwa mwenyekiti wake Bwana Mguto ilishaweka wazi swala hili kwamba anayeng'ang'ania kukazana twende na kanuni, huyo ndio atakaye kuwa analikuza hili, na atakaye kuwa amekubali busara, basi hili swala litakuwa dogo na litaisha. Lakini Mguto hapo hakuwa wazi nani anayetakiwa au kina nani wanaotakiwa kutumia busara na waachane na kanuni. Hawajaweka wazi ni nani. Lakini pili, aliweka wazi kwamba wakishindwa wao wataiomba serikali iingilie kati ili iweze kutoa haki. Hili nilishalizungumzia huko nyuma na leo nalirudia kwa sababu tunaelewa wazi kwamba serikali haiwezi kutoa haki kwenye swala la mpira kwa sababu sio kazi yake. Hili Mguto alishawachanganya watu wenye ueledi wa kuelewa. Haki haiwezi kutolewa na serikali kwenye masuala haya ya mpira ambayo wanajadili sasa, kwa sababu kisheria, kikanuni, serikali haina mamlaka ya kutoa uamuzi. Sasa kimsingi ukifikiria sana, ni Mguto alilipeleka hili swala kwenda tu kufanyiwa usuluhishi, na usuluhishi wenyewe ni ule wa kuhakikisha kwamba hii dabi inachezwa tena. Sasa hapo ukikaa ukiangalia hakuna usuluhishi, bali hapo kuna kuforce, kutumia nguvu ya serikali kulazimisha jambo. Sasa hii ni tatizo kubwa sana kwenye mpira wetu huu wa Tanzania, kulazimisha kitu na kuacha kufata kanuni na sheria na taratibu. Serikali isikubali kuingia kwenye huu mtego. Huu mtego ni mbaya sana kwa sababu serikali mpaka sasa hivi ina dhamana kubwa sana kwenye michezo hapa Tanzania. Inaandaa chani kupitia TFF, inaandaa AFCON kupitia TFF. Kama TFF ndio wenye mpira wao na wanavyosema wao na ndio wametakiwa kuwa wenyeji wa AFCON, basi wao TFF ndio wangejenga uwanja. Kwa nini viwanja vinajengwa na serikali?
Kwa hiyo kuna majukumu ya kiserikali kwenye mpira, lakini kuna majukumu ya kimaamuzi pia kwenye mpira. Ninarudia tena kusema kwamba huu mgogoro kuisha kwake kutakuwa ni mgumu, kwa sababu ya kwanza ni kwamba kiini cha mgogoro huu, ukifuatilia maelezo yote haya yanayotolewa, hakijazungumzwa kiini, hakijazungumzwa, bali wanachozungumzia sana ni kutaka busara itumike, dabi ichezwe. Sasa bila kutatua kiini chenyewe cha matatizo, dabi kuchezwa pia itakuwa ni ngumu. Hapo ilibidi serikali na yenyewe jaribu kufikiria. Simba ndio walianzisha hili, wametoa wazi barua yenye kauli ya kwanza kabisa, hatutapeleka timu kesho kwa sababu tumezuiliwa kufanya mazoezi. Sasa kulitatua hili swala ni jambo rahisi sana, lakini nashangaa linapigwa kona, linazunguka huku na huku. Ni kuangalia kanuni inasemaje Simba kutokupeleka timu kwa kuzuiliwa kufanya mazoezi. Kanuni inasema hivi. Nafikiri tatizo limekwisha, hakuna lingine tena. Yanga wamepeleka barua kwamba tunahitaji pointi 3 na hatutacheza mechi nyingine ya marudio. Kanuni zinasemaje? Zinasema hivi: Yanga atajibiwa kwa kanuni, taratibu zitakuwa, matatizo yatakuwa yamekwisha. Lakini hii nenda kuwizarani, waziri kuwaita sijui hivi, na bado hekima haziendelei kutumika, na bado kuna haki za watu wengi wananyimwa. Nikitoa mfano, rais wa Yanga amehojiwa baada ya kutoka kwenye kikao, ameelezea hali halisi kwamba waziri katuita, ametaka maelezo yetu na msimamo wetu, na tumewaeleza maelezo yetu na msimamo wetu. Then wameitwa Simba, ametoka mwenyekiti wa Simba anahojiwa, analeta dhihaki na kejeli kwamba sisi tuliitwa kuzungumzia maendeleo ya mpira, kama wenzetu waliitwa kuungulia adabu, si hatujui, na wala sijui kama Yanga walikuwepo. Hapo tayari mwenyekiti kwanza kawakosea wanachama wa Simba ambao walikuwa tension kusikiliza kile ambacho mwenyekiti wao atawaeleza. Ni sawa sawa kama mwenyekiti wa Yanga alivyoelezea wanachama wa Yanga wameridhia na wamekuwa kwenye furaha kusubiri kinachokuja. Sasa Simba anakuambia wao walikwenda kuzungumzia maendeleo ya mpira. Maendeleo ya mpira huwezi ukaitwa wewe Simba tu, timu zingine zisiitwe. Hilo ni swala linaloleta mashaka kwenye upande wa Simba kwenye hili tatizo. Hawataki kuwa wa kweli, hawataki kuwa wawazi. Yaani wao ni watu wa kujificha. Lakini kuna picha mjongeo ambayo imeonyesha wazi Try Again akishuka kwenye gari na kuzunguka nyuma na kwenda kuonana na viongozi wa bodi na kuzungumza nao kabla ya kuingia kwenye kikao. Sasa hivi ni vitu ambavyo vinaleta mashaka kwamba nyinyi mmeitwa na waziri kwenda kusikilizwa, lakini mnaanzisha kikao chenu kwanza nje kabla ya kuingia ndani. Sasa bila kurudi kwenye kiini cha mgogoro huu, kama nilivyosema awali, huu mgogoro bado utakuwa ni mkubwa na unaweza ukafika mbali. Sasa huko mbali ambako unatakiwa ufike ndipo kutakakouua mpira wa Tanzania. Kwa badala ya kutumia nguvu za kutaka kulazimisha busara, ambao kiundani ukiangalia anayelazimishwa ni Yanga, akikubali mechi irudiwe, kikao kimeishia hapo na hakuna tena mazungumzo mengine yatakayofuata. Ugumu unakuja ni kwamba waziri ni profesa wa sheria, amefundisha chuo kikuu cha Dar es Salaam kitengo cha sheria. Majaji wengi walioko mahakama kuu na mahakimu wanaotenda haki kama katiba inavyosema, chombo cha mahakama ndio kinachotenda haki kwa kufuata sheria, amewafundisha yeye. Sasa yeye kutoka kwenye kusimamia sheria
na kanuni na kukubali kuwa msuluhishi wa upatanishi nje ya sheria, kwa kweli waziri atakuwa amejivunjia heshima yake ambayo ameitengeneza kwa muda mrefu kulingana na taaluma yake ya sheria, na sasa ameingia kwenye propaganda zile zinazofanywa na TFF na bodi ya ligi. Sasa ili kumaliza hili tatizo, namuomba mheshimiwa waziri asimamie kanuni na sheria na sio kuzitolea maamuzi, kwa sababu serikali hairuhusiwi kutoa maamuzi ya mpira. Awaombe wanaosimamia sheria na kanuni hizi ambao ni bodi ya ligi na TFF wafate sheria na kanuni. Yule asiyeridhika ana nafasi ya kwenda mbele, asiziwiliwe. Haiwezekani kabisa mahakama imeamua kesi alafu anakuambia huruhusiwi kukata rufaa au tunakuziwia usiende kukata rufaa. Rufaa ni haki ya mtu, na ili haki itendeke ndio maana sheria iliruhusu rufaa. Kwa hiyo kwa maoni yangu mimi, kwa sababu bado kiini hakitaki kuzungumzwa, kimefichwa, nani mkosefu, kinang'ang'ania busara, hili na tatizo ni sugu, hili tatizo ni gumu, linavuruga mpira wetu. Mwisho tu niwaeleze viongozi wapenzi wa mpira Tanzania na wanachama wa hizi klabu mbili. Sasa hivi dunia imekuwa kama kijiji kimoja hivi. Unafanya jambo dakika 10 hapa Tanzania, lakini ndani ya sekunde 10 Marekani wamekushalipata. Sasa haya marumbano tunayoanza kuyazungumza, pamoja na kwamba tunayazungumza kwenye lugha yetu ya Kiswahili, tayari FIFA wanajua kila kitu kinachoendelea hapa nchini. Tayari CAF wanajua kila kitu kinachoendelea hapa nchini. Sasa hivi kwa kutumia simu yako tu unaweza ukatranslate sauti ya lugha yoyote kuja kwenye lugha yako wewe ambao unaijua na ukajua hapa kuna mgogoro gani. Ndio maana usione watu wanaelewana baina ya Mchina na Mtanzania wakati Mtanzania hajui Kichina. Ni kwamba hii simu ina kila kitu cha kurahisisha mawasiliano ya mtu kuelewa kile anachotaka kukielewa, ingalau kipo kwenye lugha nyingine. Kwa hiyo wasione kwamba FIFA haijui, wasione kwamba CAF haijui. Kila kinachoendelea humu ndani kinajulikana. Sasa rai yangu ni ile ile, kanuni na sheria zifatwe. Kama Yanga kweli anang'ang'ania kanuni na anajua kanuni itamtia kwenye matatizo, basi acha imtie kwenye matatizo, kwa sasa anaitaka yeye mwenyewe kanuni iende. Lakini kitendo cha kutoka hadharani mwenyekiti wa bodi ya ligi na kusema wazi atakayeng'ang'ania kanuni huyo hataki kumaliza hili tatizo, bali atakuwa ana create tatizo kuwa kubwa. Lini sheria ilitengeneza tatizo kuwa kubwa? Labda ni pale ambapo sheria imeshindwa kutenda haki, ndio tatizo litakuwa kubwa. Na ndio hili sasa la bodi ya ligi na TFF kukataa kutenda haki. Leo tumefika mpaka huko, na sishangai kama tena na yeye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan anaweza naye akaingizwa kwenye huu mkenge. Kwa hiyo naomba kupitia waziri ambaye amekwisha waita, asimamie kanuni na sheria zifanye kazi yake. Hili litaondoa taswira ya busara tena kutokuwepo katika mpira wetu na utaendelea mbele. Lakini la mwisho ambalo serikali inataka suluhu, kusimamia suluhu, na bodi ya ligi inataka kusimamia suluhu kupitia neno busara, basi viongozi wa bodi ya ligi au bodi yote ya ligi na baadhi ya viongozi wa TFF waachie ngazi, wajiuzuru. Tukiongozwa na busara zao hizo, basi zinaweza zikatubeba na tukafika kwenye hali nzuri sana ya maendeleo. Labda niwaondoe uoga viongozi wa bodi ya ligi kwa kujiuzuru au kwa TFF kujiuzuru. Huwa kuna jenga badala ya kubomoa.
una uwezo kabisa ukajiwajibisha na ukajiuzuru, lakini baadaye ukaja ukapata nafasi kubwa tena ya kuongoza, kwa sababu huyu mtu ni mwajibikaji. Linapotokea tatizo kweli aliwajibika na hili. Takupeni mfano. Marehemu Ali Hassan Mwinyi, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya pili, aliwahi kujiuzuru akiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Kitendo kilichofanyika hakukifanya yeye, kilifanywa na wafanyakazi wa wizara yake, lakini aliwajibika mara moja kwa kujiuzuru wadhifa wake. Nini kilichotokea baadaye baada ya yeye kujiuzuru? Alionekana ni mkweli, ni mwajibikaji na asiyependa mambo ya hovyo. Kwa sababu kujiuzuru peke yake ni kukataa mambo ya hovyo. Kwa hiyo alirudi kuwa rais wa Zanzibar na akaja kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sababu gani? Alijiwajibisha mwenyewe kukiri kwamba hapa kuna kosa limetokea katika wizara yangu. Kwa hiyo ningewaomba viongozi wa TFF, viongozi wa bodi ya ligi waige mfano wa hayati Ali Hassan Mwinyi, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya pili. Asanteni sana kwa kunisikiliza.